Chima yako. Kwema kabisa. Safi kabisa. Mabingwa wa Uingereza au si? Ya hakika. Sawa. Niambie. Rais, najua so kwa bahati mbaya wewe kuwa rais wa klabu ya Yanga, lakini pia kwa bahati mbaya kuwa mwenyekiti wa umoja wa vilabu barani Afrika. Nadhani ni kwa sababu you choose football. Sasa natamani ushare na sisi kwa nini ulichagua mpira apart from other stuffs. Mimi nimekulia maeneo ya Kariakoo. Na nimesoma shule Gerezani pale. Shule niloisoma ilikuwa na uwanja wa mpira pale. Alafu ndio kilikuwa kituo cha watu wote wa Kariakoo pale. Wanakuja kucheza pale kwenye uwanja wa shule primary school inaitwa Kisarawe. Kwa hiyo baada ya kumaliza miaka yetu ile, ukimaliza shule, yani ukimaliza muda wa shule kuanzia saa 7 mkishatoka shuleni, hakuna kitu cha kufanya mpaka usiku. Kwa hiyo sisi katika hali ya kawaida watu wa pale, miaka ile zamani hakuna mambo ya internet, hakuna mambo ya sijui social media. Game ambayo iko baada ya kutoka shuleni, kama uende tuition, kama uende madrasa, unatakiwa ucheze mpira. Ndio kazi ambayo itakiwa kuwepo. Inakuchukua mpaka jioni kwenye saa 1 giza linapoingia, basi unatakiwa umerudi nyumbani. Kwa hiyo football ndio ilikuwa kitu ambacho kinafanyika baada ya muda wa masomo. Kwa hiyo na ndio kitu ambacho nilikuwa nakifanya. Kwa hiyo sio tu kupenda kwa kuona, nikawa nacheza kabisa. Nikawa nacheza kama watoto wengi wa Kitanzania ambao ukishamaliza muda wa masomo basi watakuwa kwenye michezo. Kwa hivyo sports specific to football haijaje bahati mbaya. Nimekuja kwa sababu ndio maisha yangu yalikuwa baada ya masomo. Shatoka kusoma miaka yetu hiyo mwaka 91, 92, 93 mpaka 97 mimi namaliza darasa 7, hakuna kitu cha kufanya baada ya masomo. Kama hujaenda tuition, uende madrasa, kama hujaenda hapo lazima ukacheze mpira. Kwa hiyo ndio maana mpira umekuwa kwenye sehemu ya maisha yangu. Na naamini watoto wengi wa Kitanzania. Labda miaka hii ya karibuni ndio kumekuwa kuna vitu vingi sana vya kufanya. Labda special programs, wengine wanaenda swimming, wengine wanaenda tennis. Kwa mfano hapa Jimkana kuna paddles, kuna tennis, kuna nini, kuna gym. Miaka hiyo hakuna mambo, ni mpira na shule. Kwa hiyo tumekuwa kwenye mazingira, ndio maana mpira umekuwa sehemu ya maisha yetu. Na hivi ninavyokuambia imeendelea nayo maisha yangu yote mpaka nimekuwa mtu mzima sasa hivi. Miaka 43 sasa hivi. Na bado nacheza. Kwa hiyo sio kitu ambacho ni kitu kipya, ni sehemu ya maisha yangu kwa muda mrefu.